tofauti. Wazo la mwanadamu linaweza kuwa la kosa, wivu au la hasira. Kwenye mabano linaweza kusamehewa. Amen. Linaweza kusamehewa. Shauri la wabaya, jambo la pili, shauri la wabaya lina nia ya uharibifu wa kudumu, kuzuia hatima yako, destiny yako, wazungu wanasema, na kumtenga mtu na Mungu. Amen. Amen. Neno la ushindi kwako, neno la ushindi kwako ni hili: usitafute shauri la wabaya kwa hofu, bali tafuta neno la Mungu kwa utambuzi na kwa imani. Unapojua kuwa adui anatumia maneno, shika neno. Kuna mtu ananielewa? Unapotambua ya kwamba adui anatumia maneno, wewe shika neno. Unapojua anatumia ila, shika hekima ya Mungu. Mungu asifiwe. Adui anatumia maneno mengi. Ndio utasikia imesema hivi, ile mengi, lakini wewe shika neno. Ukishika neno umemshika Yesu. Ukishika neno umemshika Mungu. Wewe mshike Mungu. Wewe shika neno. Neno litakupa ushindi. Neno litakupa heshima. Neno litakuheshimisha. Neno litatangua shauri lao. Neno litaharibu kazi zao. Neno litabatilisha uongo wao. Neno litabatilisha uchawi wao. Neno litabatilisha mitego yao. Neno litabatilisha magonjwa waliokutengenezea. Neno litavuruga mifumo yao mibovu kwenye maisha yako. Neno litakuinua juu yao. Neno litakuheshimisha. Neno litabadilisha historia. Neno litakufanya utakate. Neno litakufanya ung'ae. Neno litakufanya uheshimike. Wako waliodharauliwa, lakini neno liliwaheshimisha. Walionekana hawana thamani katikati ya watu, lakini waliposhika neno wakaachana na maneno ya adui. Neno liliwaheshimisha. Wakati mwingine wewe unashindwa kwa sababu umeng'ang'ana na maneno. Hautaki kuyaachilia yaende, unang'ang'ana maneno. Waliniambia, walisema. Nani? Au mbwa mwitu katikati ya zizi la kondoo. Walisema sitakuwa hivi, sitakuwa vile, walishaniambia. Kwa hiyo unang'ang'ana na maneno yao, unatembea naye. Unasahau Mungu amekupa neno moja lenye nguvu ambalo linaweza kukutoa mahali fulani, kukufikisha mahali fulani. Wakati mwingine niliugua, nikaenda kupimwa, nikaambiwa nina vidonda vya tumbo tena vimekula sana. Daktari akaniambia nisile dagaa, nisile maharage, vyakula vingi nikaambiwa nisile. Tena nilikuwa kwenye maombi ya kufunga siku 40. Siku ya 3 nimeenda uwali, nikaanguka kule, nikajiuliza, Mungu wangu, inakuwaje? Nilikaa kama dakika 10 au 15 hivi. Nakuja kuamka najikuta niko chooni. Nikatoka pale nikaenda hospitali kupima, nikaambia nina vidonda vya tumbo. Tena nikaambiwa kwamba nikivizembea vitaniua. Nikasema, Mungu, hapa inakuwaje? Naacha maombi ya kufunga au inakuwaje? Lakini nikamwambia daktari, nipe karatasi ya majibu. Nilivyorudi nyumbani nikajifungia mlango. Nikasema, namjua neno moja tu. Amesema kwamba amepigwa nipate kuponywa. Yesu, nataka kupona. Hajalishi nimeambia vidonda vimekula sana, vimekula kuta za tumbo, lakini mimi sikubaliani na hayo. Najua umeniambia ya kwamba umepigwa nipate kuponywa. Tena najua kuna mahali unaniambia katika kitabu cha Kutoka ile 15 ya kwa wewe ni Mungu niponyaye. Leo sitoki hapa usiponiponya. Sitafungua mlango mpaka nimepona. Nilifanya maombi ile saa 9 alasiri mpaka saa 5 usiku.
nimejifungia ndani. Kipindi kile uzuri mamangu mzazi alikuwepo, kwa watoto na mama yao wakao kwa bibi yao, tulikuwa tunaishi karibu, wakakaa pale, mimi nimejifungia ndani, ninaomba. Namaliza maombi, nguo zangu zimeloa maji, jasho. Na kuanza hiyo siku mpaka na sasa hivi ninavyoongea hapa, sijawahi kusikia vidonda vya tumbo. Mungu asifiwe. Tena kama ni pilipili, siweki kwenye mchuzi, huwa nang'ataga nzima nzima kabisa na ugali. Na sijavisikia hivyo vidonda vya tumbo. Kwa kuna wakati unaweza ukatembea na uteke fulani ambao umetengenezwa kwa ile ya shetani. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mchungaji. Sasa nitaishia bila maombi ya kufunga, eti nateseka na vidonda vya tumbo. Nilisema daktari ya Sandra kunipa hayo majibu, lakini mimi siwezi kuacha kula dagaa. Maana hayo ndio maisha yetu sisi. Lazima nikatae mawazo ambayo yananitaka mimi kuwa mtumwa. Kwa hiyo unapojua kuwa adui anatumia maneno, wewe shika neno. Shika neno la Mungu. Hata kutembea na maneno ambayo hayakupi kusonga mbele, tembea na neno la Mungu ambalo litakupa kupiga hatua. Maneno ya watu yanakuvuta nyuma, rudi huku, rudi huku. Ngoja nikwambie, adui anaporuhusu vinywa vya watu vikunene vibaya, analenga nini? Urudi kule kwao ulipokuwa umeponyoka. Maana uliwakimbia, sasa watafanyaje wakurudishe? Mungu atusaidie. Haleluya. Ndio leo utaona watu washirika, leo yupo kanisa hili, kesho kanisa lile, mwisho wa siku na makanisa yote nimeshazunguka na sijamuona huyo Mungu. Sasa nimeamua nisali nyumbani kwangu. Anakaa nyumbani kwake, mwisho wa siku na kwake tena akai, anaamua kupindukia kwa shetani. Shetani anasema sasa nimeshakupata, maana watu wangu niliowainua kwa ajili ya kukurudisha wamefanikiwa. Wanastahili pongezi, wanastahili kupewa tuzo. Maneno mabaya yaliyozungumzwa juu ya Yesu yalikuwa yanalenga tu kuwavunja watu imani yao kwa Yesu, ili kuwatoa watu kwa Yesu, arudi kuamini katika dini zao, washikiliwe na kifungo cha dini, wafanywe mateka, wafanywe misukuli ya dini. Lakini wale ambao walizidi kushikamana naye, walizidi kumwamini, wale ambao neno la Mungu lilikuwa ndani yao, neno ambalo Yesu alifundisha lilikuwa ndani. Hata kama kuna saa walimkana kama Petro, lakini mwisho siku ile neno kwa kweli lilikuwa limeshakuwa ndani, likawarudisha kwenye reli, wakajazwa na Roho, wakatembea na lile neno, wakalihubiri lile neno. Uweza Bwana ukadhihirishwa kwao, ishara na maajabu vikafanyika kwao. Watu wakaona matokeo makubwa ya ile nguvu ya Mungu iliyotokana na lile neno. Maandiko yanasema kitabu cha Marko 16, wakatoka wakalihubiri lile neno kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wanapokuja kwa maneno, wewe shika neno. Wanakupiga kwa maneno, shika neno la Mungu. Wakati mwingine adui atatumia udhaifu wako au atatumia mazingira yanayokuzunguka kuibua maneno ambayo yatakupiga kiimani. Usiyashikilie hayo, shika neno la Mungu. Mungu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anatukanwa ni tasa azai, anatukanwa anajaza choo, anatukanwa anatamani kwa mwanaume, anatukanwa anapewa maneno ya kejeli, maneno mengi ya mke mwenzake Penina yanainuliwa kumvunja moyo, lakini yeye alishika neno akijua kwamba yeye ni ruhusu niingie kwenye hii ndoa, atanipa na mtoto. Akavunja torati yao, akavunja sheria ambazo zilikuwa zinamzuia asimuombe Mungu. Ana
akasema ninaenda kutafuta shauri la Bwana, maana shauri la watu limeniumiza, shauri la Penina limeniharibu kisaikolojia. Sasa nikatafute shauri la Bwana. Najua yeye ananiwazia mema, ananiwazia mazuri kunipa tumaini, ananiwazia mazuri kunipa uzao. Nitaenda kumtafuta Bwana, nitavunja shauri la Penina ili Samueli azaliwe. Akafanikiwa kwa maombi, akavunja shauri la Penina, naye Samueli akazaliwa. Aliachana maneno ya Penina, akashika neno la Bwana. Achana na maneno ya watu, shika neno la Bwana, hilo litakusaidia. Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Maneno ya watu hayatakuvusha hata hatua moja. Mwisho wa siku yatakupeleka hata jehanamu, na ukajikuta umekaa kwenye wokovu miaka yako yote kuishi duniani, na jehanamu bado unaenda. Kwa hiyo ukiulizwa nini shida, mimi walisema hivi, fulani alisema hivi, ukang'ang'ana naye. Achana nao, shika neno la Mungu upate kuponya. Shika neno, tenda neno, ishi neno, upate ukombozi wa kudumu, upate furaha ya kudumu, upate amani ya kudumu, upate utakatifu wa kudumu, upate baraka za kudumu. Walioshika neno la Mungu walisema, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, katika yeye aniwezeshaye, katika yeye anipaye neema, katika yeye aliyenipenda, katika yeye aliyeniokoa. Naweza mambo yote. Haleluya. Oh, wewe Sauli, wewe ulikuwa ni muuaji. Sio mimi Paulo, ni Sauli, sio mimi Paulo. Amen. Wewe si Sauli, mimi ni Paulo. Aliyekuwa muuaji alikuwa ni Sauli, mimi ni Paulo. Mimi ni mtume Paulo. Haleluya. Wewe fulani tulikuaga mziza, sio yule, sio mimi, ni yule. Mimi nimeshampata Yesu. Tulikuaga mlevi, sio mimi, ni yule. Mimi ni mtume, mimi ni mchungaji, mimi ni nabii, mimi ni mwinjilisti, sio mimi. Haleluya. Tulikuaga ni mvuta bangi, sio mimi jamani, ni yule Sauli, sio mimi Paulo. Paulo ni mtume ambaye katika moyo wake na katika akili yake kuna vitabu 13 anatakiwa kuviandika ili kufundisha dunia ya kwamba Sauli anaweza kuwa Paulo na kama mtumishi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa anakuambia wewe ulikuwa ni muuaji, alafu unasema hivi kumbe mimi ni muuaji tu. Unashikilia sasa kama mimi ni muuaji, Mungu inakuaje? Au kwenye uuaji ulishatoka, ulishaokoka. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Shika neno la Mungu, tembea nayo. Haleluya. Hana sulikuwa tasa. Ni yule aliyekuwa anachokoza na Penina. Huyu wa sasa hivi ni mama wa Samueli. Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mara nyingi shauri la wabaya linaweza likatupeleka pabaya kwa sababu ya kushindwa kukuza neno la Mungu ndani mwetu. Na tukishindwa kukuza neno la Mungu ndani, tutakubaliana na wao, na matokeo yake hatutasimama, tutasimamiwa. Sitamani kuona unasimamiwa na wabaya, natamani kuona wewe unasimama. Sitamani kuona wabaya wanakukandamiza, natamani kuona nguvu za Mungu ndani mwako zikiwakandamiza wabaya. Sitamani kuona unatawaliwa, natamani kuona unatawala. Sitamani kuona unatembea na wanaume wao, natamani kuona unatembea na neno la Yesu lenye ushindi. Alichosema kwako ni kweli, ni amina, hata kama limechelewa, lakini linakuja. Akamwambia Ibrahimu, sikia, wewe ni rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu, utakuwa baba wa mataifa. Hata kama wakati mwingine Sara amini, lakini Ibrahimu anajua mimi ni baba wa mataifa. Nimeambia ni rafiki wa Mungu. Wakati unakuja, hata kama ajili atazaliwa kwanza,
lakini lazima Isaka wangu anakuja, Isaka anakuja, Isaka anakuja, atazaliwa tu kwenye viuno vyangu. Ajili na mama yake wataenda, Isaka atabaki nyumbani siku zote, maana huyu ndiye mtoto wa ahadi. Haleluya, Bwana asifiwe, asifiwe Yesu. Shika kile Mungu amekwambia. Amekwambia nini? Achana na mawazo finyu unayohubiriwa na shetani kupitia wanadamu. Amen. Amini katika kile Mungu amekwambia. Yeremia anaambiwa unaona vema, maana mimi naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Haangalii maneno ya maadui zako, anaangalia neno lake apate kulitimiza. Mungu atimizaji maneno ya maadui zako, anatimiza neno lake. Anapoona umekaa katika neno, unasema Bwana umeniambia, Bwana umesema, Bwana hausemi Mungu huyu amesema, huyu amesema, anataka sikia, Bwana umeniambia, wewe ni Alfa, wewe ni Omega. Bwana umeniambia, wewe ni Emmanuel, Mungu pamoja nami. Bwana umeniambia ya kwamba sitaaibika. Bwana umeniambia ya kwamba mateso haya hayatainuka tena mara ya pili. Bwana umeniambia nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitagarikishwa na mabaya. Bwana umeniambia wajaposhima shimo watatumbukia wenyewe. Bwana umeniambia. Bwana anasema huyu mtoto ameshajijua, ameshajitambua, anajua kusudi la yeye kuokolewa na kuishi duniani. Alafu anasema sasa mwanangu, ngoja nikuonyesha uwezo wangu, ngoja nikuonyesha nguvu zangu. Hao maadui waliochimba mashimo watakula nyama zao wenyewe, watasimama wakiwa imara, watakula nyama zao wenyewe, na damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao. Wewe utasimama milele, Rapasaka, utasimama milele, Ramanda. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Bwana asifiwe. Mungu anataka kuwaona watu wake ambao wamekuza neno ndani yao. Mungu asifiwe. Asifiwe tena Yesu. Unapokuza neno la Mungu ndani, hautatembea na maneno ya watu, utatembea na neno la Mungu. Hili neno litakuheshimisha. Hili neno litabadilisha mazingira yako, litatengeneza mazingira ya nyumba yako, litatengeneza mazingira ya familia yako, litatengeneza mazingira ya uchumi wako, litatengeneza mazingira ya ndoa yako. Hili neno lijaye kumwaibisha mtu. Hili neno la Mungu leo limetufikisha mahali hapa. Sisi tulivyo ni matokeo ya neno la Mungu. Hivyo ulivyo ni matokeo ya neno la Mungu. Achana na maneno ya maadui, achana na maneno ya rafiki zako na majirani. Wewe ng'ang'ana na neno la Bwana, neno la Bwana, neno la Bwana. Daudi akasema nitakaa katika ile siku zangu zote za maisha, nitatafakari ile neno, nitaliishi ile neno, nitashinda kwa ile neno. Naye Bwana akampa kushinda kila alikokwenda, kila alikokwenda, kila alikokwenda, kwa sababu alijua kutembea na neno. Kwa neno Goliathi alianguka, Israeli wakashinda vita. Kwa neno mashujaa wa Kifilisti walikimbizwa. Daudi akashinda vita, watu wakamsifu mfalme ajaye kwa maneno ya ushindi, kwa heshima kubwa, maana adui zao wameshindwa kwa mtu anayejua neno. Daudi alijua nguvu ya neno la Mungu. Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakitumia ila, shika hekima ya Mungu. Wakija kwa ila wanatafuta namna kukuangamiza, wewe shika hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu itakufunza njia ya kuwakwepa, njia ya kuwashinda, njia ya kuinuka juu yao. Bwana asifiwe. Haleluya. Daudi anaambia mtoto mdogo sana ananijia nini, lakini anayoyatoa yeye.
nakuja kwa jina la Bwana wa majeshi hayo uliyoyatukana. Ana mambo mengi. Wakati huo Sauli ameshatukanwa akapokea matukano ya Goliati, akaacha kuamini katika neno la Mungu, akaacha kutegemea nguvu za Mungu, akaamua amweke mtoto wake hata bondi. Kama simba akishinda, binti yangu utamuoa. Kama simba ikishindwa, basi. Na leo wanacheza. Mungu atusaidie. Wanaweka bondi mpaka na wake zao. Sasa Sauli akamweka mtoto wake bondi. Atakaye muua Goliathi atamuoa binti yangu. Unapokosa kukuza neno la Mungu ndani mwako, haya ndio matokeo yake. Sasa Bwana atusaidie. Lakini Daudi alisimama katika neno la Mungu, akawa mfalme. Katika umbo unaniona mimi ni mdogo sana, lakini yuko ndani mwangu niliye naye ni mkubwa. Hata katika ulimwengu tukisema aingia kaya, hata hapamtoshei. Haleluya, Bwana asifiwe. Nimejifunza kwake, amenifundisha mbinu za kushinda, amenifundisha namna ya kushinda, amenipa mbinu mbalimbali za kumwangusha adui. Hata dubu alipoinuka na simba niliweza kuangusha hata huyu Mfilisti asiyetahiriwa, na yeye nitamwangusha vile vile. Haijalishi yeye ni mkubwa, amekutishia usalama na taifa limemwogopa, lakini mimi katika taifa hili niko na Mungu, niko na neno, lazima ataanguka. Haijalishi amekutukana, umeacha kutegemea neno la Mungu, maneno yake yakakusumbua, yakufanya imani ikapigwa. Lakini mimi imani yangu haiwezi kupigwa na maneno ya Filisti, maneno ya maadui. Imani yangu inashikamana na neno la Mungu, na kwa hili neno lazima ushindi utoke mchana kweupe. Hatusubiri mpaka giza liingie, mchana kweupe, wakati jua linawaka. Hili neno utaonyeshwa ushindi wake, hili neno utaonyeshwa uwezo wake, hili neno utadhihirishiwa utendaji wake, hili neno utadhihirishiwa mamlaka yake, na utaona kwa macho adui akianguka mbele ya macho yako. Kaambia kijana, nenda na kubariki tu, nenda. Lakini huko moyo unajua huyu kama mimi mfalme wa taifa, ndio baba, yani kama ni Tanzania tunasema ndio ni Nyerere, baba wa taifa. Maana Sauli ndiye aliyekuwa baba wa taifa. Sasa hasema kama mimi baba wa taifa nimeshindwa, wewe ambaye hata kuwa balozi wa nyumba 10 hujawahi, utashinda. Katika kushinda vita hakuhitajiki balozi wa nyumba 10 wala mwenyekiti wa mtaa wala mtendaji wala meya wa jiji wala diwani wala mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, sijui nani. Katika ushindi wa vita vya kiroho dhidi ya maadui kunahitajika mtu mmoja ambaye anajua kile ameambiwa na Bwana, anayejua kile Bwana amesema kuhusu yeye, anayejua hatima yangu ni nini, niko wapi, naenda wapi, niko wapi, nimetoka wapi, niko wapi, naenda wapi, na nimeambiwa nini. Yule ambaye anajua kile ameambiwa, haijalishi maadui watainuka mamilioni na mamilioni, lakini wataanguka. Joshua alijua, nimeambiwa Musa mtumishi wangu amelala, na sasa kazi hii ya kufikisha Israeli Kanaani inakuhusu wewe. Uwe hodari na moyo wa shujaa. Hiyo ndiyo aliloambiwa, ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo ambavyo mimi Mungu nitakuwa na wewe. Kwa hiyo Amaleki alipojitokeza, Joshua anajua Mungu aliniambia yuko na mimi. Kwa hiyo hapa sipo mwenyewe, niko na Bwana, na aliniambia niwe tu na udhari na ushujaa. Hiyo ndio inayotakiwa kwangu. Anashika neno na kuwa na udhari na kuwa na ushujaa, akijua hapa pembeni yangu Bwana yupo, Bwana yupo. Amaleki atapigwa na Kanaani tutaingia.
Yeriko itaanguka, baraka tutazibeba. Yeriko itaangushwa, tutateka mateka, tutateka nyara, ushindi utapatikana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mashujaa wa imani ni wale ambao wanajua Mungu ameniambia nini. Hata kama kuna mengine yote utaambiwa mengi, wewe acha nayo. Wewe shika kile Bwana amekwambia. Mungu asifiwe. Haleluya. Musa alikuwa ni mkimbizi Misri, alikuwa ni mkimbizi. Lakini Bwana alipompa neno, alirudi mbele ya Farao. Farao mwenyewe alishangaa. Hii jamaa imerudi tena. Nini kiburi chake? Nini ushujaa wake? Yaani anajua kabisa mimi ni mfalme. Aliua raia wangu wakakimbia. Halafu tena amejileta. Huyu mzee ana shida gani? Nini anataka? Amejiamini nini? Ushujaa wake ni nini? Jeuri yake ni nini? Musa anamwambia, sikiliza Farao. Sijaja kukuomba msamaha kwa kuua raia wa nchi yako. Hilo kaa ukijua. Nimekuja kwa ajili ya kuwatoa raia wangu waende kumtumikia Mungu wao. Wewe Musa, hivi umechanganyikiwa? Mzee, nina akili timamu kabisa. Mungu wa Waebrania amenitokea. Ameniambia anaitwa Niko, ambaye Niko amenituma, ndio maana niko hapa. Kwa hiyo hapa nimekuja sio kama Musa, nimekuja wakili wa Mungu, nimekuja kama Mungu, maana amesema nitakufanya kwa Mungu kwa Farao. Kwa hapa sijaje Musa, hapa amekuja Mungu. Aliyoko mbele yako hapa Farao sikia ni Mungu, sio Musa yule mkimbizi, ni Mungu. Hivyo Israeli lazima atoke hapa, utake usitake. Anasema sasa ni nini kinanidhihirishia kweli eti umekuja? Musa anapiga muujiza, nao wanajaribu. Halafu muujiza Musa inashinda. Kesho na kesho kutwa, mwisho wa siku kilio kinatokea Misri, Israeli wanaondolewa nene. Mungu asifiwe. Musa anajua kwamba mimi nimeambiwa tu niende nikawatoe. Niende nikawatoe. Na hiyo ndiyo kazi yangu, kwenda kuwatoa. Sio kuwaacha, kwenda kuwatoa. Nendeni nyinyi watu wakubwa, watoto muache, hapana, hatuachi kitu. Acheni basi mifugo, maana watachoka njiani, watakosa maji, hapana. Mungu anataka sadaka, tutatoa nini? Hatuachi kitu. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapojua kuwa adui anatumia maneno kukupiga, wewe shika neno. Haleluya. Haleluya. Asifiwe tena Bwana Yesu. Ainuliwe tena zaidi. Shauri la wabaya kuna wakati linaweza kuwa na nguvu sana, lakini shauri la Mungu, mapenzi yake ni la milele. Halina mpinzani. Mungu hana mpinzani. Mungu atusaidie. Hata kama unaona shauri la wabaya lina nguvu kukuzidi, lakini jua shauri la Mungu ni la milele, lina nguvu na linafanya mambo yapitayo akili za kibinadamu. Zaburi 91 mstari wa 3. Soma. Nataka tukaombe Mungu. Zaburi 91:3. Amen. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Na katika tauni ya mbuyu. Mungu asifiwe. Haleluya. Kama hujafunga Biblia fungua. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Hebu soma tena. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Yeye Bwana atakuokoa na mtego wa mwindaji. Na katika tauni iharibuyo. Mungu asifiwe. Amen. Unasikia hiyo sentence ya ushindi? Ni neno la ushindi. Ni neno ambalo linakuhakikishia usalama. Ni neno ambalo linakuhakikishia nguvu. Yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji.
na katika tauni iharibuyo. Kuna mitego ya wawindaji, kuna tauni zenye kuharibu. Yote haya yanalenga kuharibu maisha yako, kuharibu hatima yako, lakini Bwana anasema atakuokoa na mtego wa mwindaji. Na kila neno la mdomo wa mtu mbaya haitakuharibu wewe. Bwana asifiwe, haleluya. Daudi wakati Sauli anamuwinda kumuua, yeye alijua kwamba mimi nilipakwa mafuta kuwa mfalme. Sasa iweje nife kabla sijaingia ikulu? Akasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada na nguvu unaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo alikimbilia katika ngome ya ulinzi wa Mungu. Wakati ulipowadia akapanda ikulu. Bwana asifiwe, haleluya. Unajua kuna wakati tunahubiri neno alafu washirika kama vile hawaelewi kinachoendelea kabisa. Yaani neno la Mungu linapotumwa, ili neno limenisumbua usiku, yaani nalala kidogo, yaani nakuja kama ndoto. Najiuliza, Mungu, mimi nilikuwa na somo langu ambalo natakiwa kuliendeleza, imekuwaje? Ninaamka, nachukua simu, nafungua Biblia, nasoma ile somo nimeliandaa usiku. Yaani sikuwa nalo wala sikuliandaa, nimeliandaa usiku, kitandani nimelala. Nachukua simu, ninaandaa kwenye diary yangu ya diary, naandika pale. Roho ananisemesha, naandika. Nimelala usiku, inakuja yaani nahubiriwa kwenye ndoto sasa. Hapo yale maneno hata moja hajapotea. Ninaamka, nachukua simu, naanza kuyaandika. Mungu anapotuma neno anakusudi na mtu. Na neno la Mungu linakuja kwa ajili ya kuleta mabadiliko, sio kufurahisha watu wafurahi. Linakuja kubadilisha watu. Mungu asifiwe. Ndio maana unapotoka ibadani unatakiwa utoke useme, kweli Mungu leo umenihudumia, kweli Mungu umesema na mimi, kweli Mungu umeniponya. Sio unaingia na ugonjwa, unaingia na tatizo, unatoka bado umejikumbatia. Sasa ili neno limekusaidia wapi? Mungu na atusaidie, haleluya. Mungu anasema yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, atakuokoa na mtego wa mchawi, atakuokoa na mtego wa kishetani, atakuokoa na mtego wa muuaji. Daudi anatafutwa auawe, lakini Mungu alikuwa anamuokoa na mtego wa Sauli, mtego wa mauti. Shauri la wabaya halikuweza kumwangamiza Daudi. Aliishi katika neema ya Mungu, alitunzwa na Mungu, alihifadhiwa na Mungu. Hata kama kuna wakati alikosea kama mwanadamu anavyoweza kukosea, lakini bado Mungu alipendezwa naye kwa sababu alijua kumtumaini, alijua kumtegemea, alijua kuishi na yeye. Kaa na Mungu, ishi na Mungu, tembea na Mungu. Bwana asifiwe. Naomba tumalizie neno moja tu tukaombe. Kitabu cha Isaya 8:10. Alafu tutaendelea wakati mwingine. Isaya 8:10. Amen. Fanyeni shauri pamoja. Fanyeni shauri pamoja. Nalo hilo shauri litabatilika. Semeni neno, lakini hilo neno halitasimama. Kwa nini? Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Hii Mungu pamoja nasi ni pale Mungu anakuwa Imanueli. Hapa Imanueli anaonekana.
japo jina lake Emmanuel haijaandikwa, lakini Emmanuel anaonekana, maana Mungu yuko pamoja nasi. Emmanuel, Mungu pamoja nasi, kwa kuwa yeye yuko nasi. Bwana asifiwe. Fanyeni shauri pamoja, enyi maadui, enyi wachawi, enyi washirikina, enyi mnaopiga uchumi wangu, mnaopiga maisha yangu, lakini hilo shauri litabatilika. Semeni neno, lakini hilo neno halitasimama, kwa maana Emmanuel, Mungu pamoja nasi, yuko pamoja nasi. Haleluya! Hili ni neno lenye nguvu sana na lenye mamlaka ya kiungu. Tunaweza kulisoma tu, yaani hata mwenyewe wakati Mungu alifundisha hili neno usiku, sasa Bwana, kuna wakati neno na wakati natumia kwenye naomba natumiaga, lakini leo umenifundisha kwa namna ya tofauti, nikajua hili neno lina nguvu sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni neno lenye nguvu sana. Ni ukumbusho mkubwa wa kila mwamini kwamba mipango ya wanadamu, hata hiyo mipango kwa ustadi kiasi gani, haiwezi kusimama ikiwa anapigana na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Ili neno linatuonyesha wazi kwamba mipango ya mwanadamu, mipango ya shetani, hata kama imepangwa kwa ustadi kiasi gani, imepangwa kwa ustadi namna gani, haiwezi kusimama ikiwa iko kinyume na mpango wa Mungu au kusudi la Mungu au mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, haiwezi simama. Na ndio maana unakuja kuona saa kwenye Isaya 7:7 anasema neno hili halitasimama wala halitakuwa. Hebu nisomee Isaya 7:5. Isaya 7:5 nasoma kwa jina la Bwana. Amen. Kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako. Kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako. Pamoja na Efraimu na mwana Remalia wakisema. Kwa mstari wa Luka somo 7. Bwana Mungu asema hivi, neno hili litasimama wala litakuwa. Mungu asifiwe. Kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako, pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia wakisema, haya na tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua, tukabomoe mahali tupate kuingia na kumilikisha mfalme ndani yake, huyo mwana wa Tabeli. Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Amen. Wamepanga mabaya na tusimame, tuinuke, tukamng'oe fulani, tukamharibu fulani, alafu tumweke mtu wetu mahali pale, tukamharibia mtu fulani kazi, ili nafasi aliyonayo tukamnyang'anye, alafu tumweke mtu wetu mahali pale. Mungu anasema hivi, neno hilo halitasimama wala halitakuwa. Nasema kila shauri baya lililopangwa kinyume chako halitasimama wala halitakuwa. Nasema kila mpango mbaya uliopangwa kinyume cha uzao wako hautasimama wala hautakuwa. Nasema kila mpango uliopangwa kinyume cha uchumi wako hautasimama wala halitakuwa. Chochote kibaya ambacho kimetengenezwa, kimesukwa, watu waliojipanga kupigana nawe, yeye anasema hivyo, hata kama wamejipanga kwa ustadi namna gani, lakini kwa kuwa wako kinyume na mapenzi ya Mungu kwako, hawatasimama wala hawatastahimili, hawatasimama wala hawatakuwa. Aliyejipanga kukupokonya nafasi yako, nasema hatafanikiwa, nasema hatafanikiwa, nasema hatafanikiwa, nasema hatafanikiwa. Natangaza kwa neno la Bwana ya kwamba hatafanikiwa. Natangaza tena mchana kweupe ya
kwamba hatafanikiwa. Walioinuka au Shamu na wote ambao wamesema wakakupiga mweke mfalme wao, nasema hautapigika, hautapigika, hautapigika. Hakuna atakayemiliki mahala pako, utamiliki wewe mwenyewe, kwa maana wewe ndio baba wa eneo hilo husika, katika jina kuu la Yesu aliye hai. Bwana asifiwe. Haleluya. Fanyeni shauri pamoja, nalo litabadilika. Hili neno lina nguvu. Ukilisoma tu kiurahisi rahisi tu unasema ni kawaida tu, alafu unafika mahali inakuwa kama vile imezoeleka, imekuwa kama ni wimbo wa taifa. Mungu ibariki Tanzania. Hili neno sio wimbo wa taifa. Hili ni neno la Mungu lenye uhai. Haleluya. Ni neno ambalo linamhakikishia mtu ushindi. Ni neno ambalo linampa mtu majibu. Ni neno ambalo linamhakikishia mtu furaha ya maisha. Ni neno ambalo linamhakikishia mtu umiliki. Ni neno ambalo linamhakikishia mtu neema ya ajabu, ulinzi wa kimungu, nguvu ya kimungu, baraka za kimungu. Ni neno ambalo linahakikisha ushindi kwenye maisha yako. Nasema kwa hili neno, pokea neema ya kushinda, pokea neema ya ushindi, 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 pokea neema ya ushindi kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Bwana asifiwe. Wanasema hivi, kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia, wakisema haya na tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua. Yaani adui anasema tupande tupigane na mtu alafu tumsumbue. Yaani angalia sasa, kazi ya mipango ya adui ni kukusumbua. Tupande tupigane naye na tumsumbue. Kwa maana kila wakati unasumbuliwa na magonjwa, unasumbuliwa na madeni, unasumbuliwa na mateso, unasumbuliwa na mabaya. Kumbe kuna watu wamepanda kupigana nawe na kukusumbua. Hili ikiondoka inakuja hili, lakini leo yataondolewa kwa jina la Bwana majeshi, kwa jina la Bwana majeshi. Mungu ametuambia kwamba neno hili halitasimama wala halitakuwa. Maana yake ni kwamba usumbufu utakuwepo, kupigwa utapigwa, hautashinda bali utashinda. Huo usumbufu unaenda kukomeshwa katika jina kuu la Yesu aliye hai. Nasema pokea nguvu ya kushinda usumbufu wa adui katika jina kuu la Yesu aliye hai. Pokea mamlaka ya kushinda usumbufu wote wa adui shetani katika damu ya Kalvari. Neema ya Mungu na iongezeke nyumbani mwako, ukainuliwe juu yao. Waliokuwa wanakuona ukiwa chini sasa wakuona umepanda juu 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 juu, wakuona umepandishwa viwango, umepandishwa viwango, umepandishwa viwango, umepandishwa viwango, umepandishwa viwango, umepandishwa viwango. Waseme neno, lakini maneno yao hayatasimama. Tunasimama kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana. Huyu Mungu tumemhakikisha, tumemthibitisha ana nguvu zote. Kwa neno lake tawala, kwa neno lake shinda, kwa neno lake miliki uchumi, kwa neno lake miliki familia baraka, kwa neno lake miliki huduma yenye nguvu, kwa neno lake pokea afya, kwa neno lake pokea furaha ya maisha, kwa neno lake pokea ushuhuda, kwa neno lake pokea uzao, kwa neno lake nyumba yako ijae na baraka tele, na upate kuangalia na wengine kwa jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu na akubariki. Haleluya. Na ubarikiwe sana. Amen. Na ubarikiwe sana.
Na ubarikiwe tena, na ubarikiwe tena. Mungu akushangaze katikati ya watu. Mungu akushangaze katikati ya jamii inayokuzunguka. Mungu akushangaze katikati ya watu wasiokupenda. Mungu akushangaze kwa matendo makuu. Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Mungu akuletea msaada toka Sayuni, akupelekea msaada toka patakatifu pake, akakufunika kwa nguvu zake za ajabu, akakufunika kwa nguvu za baraka, akajaza hazina zako fedha, akajaza hazina zako uchumi wa baraka, akakujaza na afya ya kiungu, akakupa na neema ya kiungu. Mungu akakuinua zaidi hapo ulipo sasa, akupa kushinda kila vita vya maisha, akupa kushinda vita vya kiroho, akupa kushinda vita vya kimwili, akupa kushinda vita vya masikini, akupa kushinda kila utasa, akupa kushinda laana za wanadamu, akupa kushinda vita vyote, akupa kuinuka zaidi hapo ulipo, akupa viwango vipya vya kiuchumi. Waliokuita maskini wakuita tajiri, wakuita bosi, wakati wakiuliza matajiri yupo kwenye huo mtandao uwepo, kwa jina la Bwana majeshi, neema yake na ikushangaze, akushangaze kwa mambo makubwa, akushangaze kwa baraka kubwa, akushangaze kwa neema kubwa, akushangaze kwa watoto waliobarikiwa. Watoto wako wakamiliki malango ya adui zao, wakamiliki malango ya adui zao, wamiliki malango ya watesi wao, wabarikiwa toka hapo na waingiapo, kwa jina la Bwana majeshi. Hata kama watajaribu kufutia vile visima, kwa kuwa una nguvu, nguvu na iongezeke ndani mwako zaidi, nguvu iongezeke zaidi, nguvu iongezeke zaidi, nguvu iongezeke zaidi, nguvu iongezeke zaidi. Ukuu wako na uongezeke, ukuu wako na uongezeke, ukuu wako na uongezeke, ukuu wako na uongezeke. Ukawe mkuu katikati ya familia yako, ukawe mtu wa maana kwa damu ya Kalvari. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Akamfanya Yusufu kuwa mkuu katikati ya wale waliomchukia. Nasema Mungu akufanye kuwa mkuu katikati ya watu waliokuchukia. Achilia ukuu ndani mwako, ukawa mtu mkuu kwa jina la Yesu aliye hai. Ukawalisha waliokuuza, ukawape chakula waliokuuza, kama Yusufu alivyouza na ndugu zake, akaja akawalisha. Ukawalishe wote waliokuuza, waliokupanga mikakati mibaya, ukawape chakula kwa damu ya Kalvari. Wakimbilie nyumbani mwako kutafuta msaada kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema umebarikiwa kwa jina la Yesu. Umebarikiwa kwa jina la Yesu. Nasema umebarikiwa kwa jina la Yesu. Chakula chako kimebarikiwa kwa jina la Yesu. Maji yako yamebarikiwa kwa jina la Yesu. Mungu amekuondolea ugonjwa kati yako kwa jina la Yesu. Utasa wako umeondolewa kwa jina la Yesu. Hakutakuwepo na kuharibu mimba wala utasa kwa jina la Yesu. Mifugo yako haitaharibiwa kwa jina la Yesu. Biashara na kazi zako hazitaharibiwa kwa damu ya Yesu. Utakuwa ni wa kwanza kwenye kila eneo kwa damu ya Yesu. Utakuwa kitu na unasimamikia kwa damu ya Yesu. Na utakuwa juu tu wala utakuwa chini katika jina la Yesu aliye hai. Aibu waliokusudia kwako haitakuwa kwa damu ya Kalvari. Aibu yako imevingirishwa kwa jina la Yesu aliye hai. Neema ya Mungu imekuondolea aibu katika jina la Yesu. Baraka za Mungu zinakutajirisha sasa katika jina la Yesu aliye hai. Acha mkono wa Bwana ukakuneemeshe katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana. Shalom, shalom. Imekuwa katika jina la Yesu. Haleluya. Chukua sadaka yako tumtolee Bwana. Chukua sadaka yako tumtolee Mungu.